Bwana leo nakupigia story moja. Bwana channel ina muonekano mzuri kabisa. Ujue kazi zetu zina changamoto kubwa sana. Changamoto ya kwanza kabisa ni barabarani. Tukizungumzia barabarani, kila mmoja anafahamu. Kwanza pale unapokuwa barabarani inatakiwa uwe makini sana, kwa sababu kila mtu, kila dereva ana akili yake anayojua mwenyewe. Kwa hiyo wewe umakini wako barabarani ndio unaokufanya hudumu kwenye tasnia hii ya udereva kwa muda mrefu sana, japokuwa kuna matatizo kusababishiwa, ila muda mwingine unasababishiwa kama wewe mwenyewe na hauko makini, unaweza kupata madhara makubwa sana. Ila unapokuwa makini, at least unaweza kupata unafuu kwa hiko kinachotokea. Kama imekuwa siku yako mbaya, basi haina jinsi. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Siku moja nilikuwa natoka maeneo ya kijiwe changu, unapopaki bajaji kwa Limboa, Yombo kwa Limboa, nilikuwa naelekea zangu Mwembe Yanga. Mvua nakumbuka mvua ilikuwa inanyesha na maeneo ya Mwembe Yanga pale kona karibia na sheli ya Puma, barabara imechimbika sana. Barabara imechimbika, kwa hiyo kuna sehemu ukipita hivi kwenye mwingiliano, kwa sababu kuna magari yanayotoka huku Mwembe Yanga stand huku yanawakatisha pale yanaelekea kwa Limboa, na kuna magari mengine yanayotoka kwa Binti Musa yanawakata pale. Kwa hiyo sasa inakuta kwenye mwingiliano pale kuna, kama wewe ukipita sehemu ile ambayo haiko sawa, basi uenda tele mbele ikapanda, nyuma ikashindwa kupanda, ukatafuta sehemu ili mradi ipande. Basi bwana, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe kama 26 hivi mwezi wa 4. Tarehe 26 mwezi wa 4 ilikuwa majira ya saa 3 asubuhi. Nilikuwa natoka zangu huko, nikafika pale ndio kulikuwa na changamoto hiyo, yani ya mwingiliano wa vyombo. Sasa wakati mimi nipo mbele, bajaji yangu ishakwama pale na abiria, sababu ni muda mwingine abiria anaweza kuna chombo hapa kishakwama kiendi, ajiongeze kushuka, anabaki mule wewe anakuangalia dereva mpaka useme nini. Sasa nikawa narudisha bajaji nyuma. Baada ya kurudisha bajaji nyuma, kumbe nyuma kulikuwa na gari ya askari, ambayo gari hiyo imetoka kwenye Bonanza la Manispaa. Isiku ilikuwa Bonanza la Manispaa. Sasa dereva bodaboda akani-overtake, akaja akaniambia, "Babu, nyuma kuna gari na ni hatari." Nikamwambieje, setimira inafanya kazi na yeye alikuwa nyuma anajua kabisa kama mimi nimefanyaje, mbele siwezi kwenda, lazima nirudi nyuma niende. Kumbe naongea maneno yale, askari mmoja alikuwa tayari kashashuka kwenye lile gari, akawa ananifuata, akaniuliza unasemaje. Sasa mimi aliponiuliza unasemaje, nikajua bado bodaboda, kwa sababu nikawa naangalia setimira, nikawa narudi nyuma na kuwa makini na hilo gari lilikuwa nyuma. Sasa narudi hivi naongea maneno yale, askari anauliza unasemaje, naambia niko busy na setimira, naangalia chombo cha nyuma yangu, kwa sababu usalama wangu na usalama wa chombo kilichokuwa nyuma. Askari alicheka sana na alisema, kwenye maisha ili ufanikiwe usiwe muoga, ila kuwa na tahadhari. Nimependa staili yako na staili ya dereva wako. Aliniuliza unaitwa nani, nikamtajia jina. Kaniambia una leseni, nikamwambia na leseni. Je, leseni yako ilienda VETA? Nikamwambia afande, kiukweli sikwenda VETA, ila leseni yangu nilifanya mipango ili nipate leseni, kwa sababu kuna walioenda VETA lakini udereva wao sio mzuri barabarani. Aliyakuwa leseni huwezi kuipata bila kulipa kodi serikalini. Kumekuwa na changamoto kubwa sana jinsi ya kuipata leseni, umeona. Kwa hiyo mimi licha kama leseni yangu nimepita shortcut, lakini nachojua mimi hela yangu imeenda wapi? Serikalini, kwa sababu nimelipia leseni yangu kupitia malipo ya serikali. Kuna waliochukua cha juu, lakini mimi nachojua leseni yangu imelipiwa na malipo ya serikali, na mimi nipo salama na leseni yangu. Na ndio maana hata leseni yangu ikiangaliwa inaonekana sio ya mchongo, ni leseni sahihi na kwa udereva wangu. Basi najivunia kuwa dereva bajaji. Usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Pia kipindi chetu cha bajaji kipo muda wetu kupitia Moleka TV
na mimi ni Rashid Mwele. Chao.